Sobi ijambo ry'Imana. Tusome neno la Bwana. Ya handi tuhadusoma n'ubundi taha tuje kure ya handi. Ni mahali tu tunasoma tutaenda mbali na pale. Ariko ndasoma igice ca mbere umurongo 8 bizakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 nitasoma. Hanyuma turaje gusoma igice ca kabiri n'umurongo wa kabiri. Alafu tutasoma sura ya pili mstari wa pili. Haleluya. Mwene data dufashe n'ubundi. Ndugu atusaidie. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Chakora muzahabwa imbaraga. Chakora muzahabwa imbaraga. Tapokea nguvu. Mwuka wera n'abamanukira. Mwuka wera n'abamanukira. Akiisha kuajilia juru mtakatifu. Kandi muzaba abagabo. Kandi muzaba abagabo. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Wo kumpamya i Yerusalemu. Kumpamya i Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Yudea yose. Uyahudi kote. Ni Samaria. Na Samaria. No kugeza ku mpera y'isi. Kugeza ku mpera y'isi. Hadi miisho ya dunia. Amen. Kabiri cya kabiri umurongo wa kabiri ico gitabo kizakozwe n'intumwa. Sura ya pili mstari wa pili kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Yego. Ghafla sauti kama mvuma mkubwa upepo mkali ulitoka mbinguni. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ukwira mu nzu bari bicayemo. Yego. Kaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Bose haboneka indimi zigabanyije. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika. Zisa n'umuriro. Ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo. Na kukaa juu ya kila mmoja wao. Bose buzuza Mwuka wera. Watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Batangira kuvuga izindi ndimi. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Uko Mwuka yabahaye kuzivuga. Kama Roho alivyowajalia. Amen. Mana urakiranuka wuzuye imbaraga. Wewe ni mwenye haki, Mungu umejaa nguvu. Kongeye guca bugufi cyane imbere yawe. Tunanyenyekea tena mbele zako. Tugushima kubw'igitondo cyiza. Tukushukuru kwa asubuhi njema. Zina ryawe rihabwe icubahiro Mana. Jina lako litukuzwe Bwana. Babaze n'ubuntu bwawe zitubeho. Rehema zako na wema ziwe juu yetu. Mwami Yesu kubera kukuri Imana. Maana wewe ni Mungu. Kandi Mwami Data uriko duhagurutse imbere yawe. Tena vile tumesimama mbele zako. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Tukitaka kunena neno lako. Tugiye guhamya ijambo ryawe. Tukitaka kushuhudia neno lako. Ushoboze Mwami Imana. Tuwezeshe Bwana Yesu. Duhe imbaraga. Tupe nguvu. Kandi Mwami Data buja. Tena Bwana wetu. Tugane ijambo ryawe nk'iryawe. Tunene neno lako kama lako. Kandi abaryakira nabo. Na wale wanalipokea nalo. Baryakira n'ibyishimo. Walipokee kwa furaha. Libe iryiza mu buzima bwabo. Liwe nzuri kwa maisha yao. Kandi ligira ico rihindura Mana. Tena liwe na kile kitabadilisha. Zose bikorerwe kugira ngo yote yafanyike ili uicubahiro kibicawe. Utukufu we wako. None n'iteka ryose. Leo na hadi milele. Mu izina rya Yesu dusenze. Katika jina la Yesu tumeomba. Kandi twizeye. Na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nongeye kunezererwa uyu munsi wa none kandi. Nafurahia tena siku ya leo. Yuno munsi gira gatatu hano. Siku ya tatu nikiwa hapa. Wapo twatangiye kuwa gatanu. Maana tulianza Ijumaa. Wa gatandatu. Jumamosi. Na none tururangiza. Na leo ndio tunamalizia. Turashima Imana rero yatubashishije. Tunashukuru Mungu aliyetuwezesha. Mana ng'ijuru ihabwe icubahiro. Mungu wa mbinguni atukuzwe. Kuko ntitwafashe umwanya muremure. Maana tukuchukua muda mrefu. Twavuganye n'intumwa mu minsi mike. Tuliongea na mitume siku chache. Ngo nyine ko tugomba kuzanga. Ikakuwa lazima tuje hapa. Imana ko yatuboniye umwanya. Nashukuru Mungu alitupa nafasi. Mana ng'ijuru himbaza. Mungu atukuzwe wa mbinguni. Twari kubipanga. Tulikuwa tupange. Ariko ntibikunde. Lakini siwezekana. Ariko Imana yatumye bikunde. Lakini Mungu ihabwe icubahiro. Aliyewezesha asifiwe. Shimira none intumwa. Nashukuru mtume. Waturaritse. Aliyetualika. Hamwe n'umushumba bayoborana. Pamoja na kiongozi wa n'abashumba bose. Na watungaji wengine wote. Itorero ryose rya Kristo. Kanisa lote la Kristo. Mana ng'ijuru bagirire neza. Mungu awatendee mema. Haleluya. Haleluya. Umuntu yaguhaye umwanya mwiza kuvuganira Imana. Mtu akupatia nafasi nzuri ya kumnena Mungu. Uyadhamini hayo. Kuko abari by'agaciro. Maana hayo ni ya dhamani. Kuko yatavyemera. Maana kama angekubali twari kuza. Hatungekuja. Ariko Imana yabibishe. Lakini Mungu aliyesikia. Imana ng'ijuru himbazwe. Atukuzwe. Namwe turabashimiye. Nanyi tunawashukuru. Konge kubararika kandi. Tunawaalika mara tena. Kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Ili tuwe pamoja kwa muda huu. Mu uyu mwanya twabanye. Wakati tumekuwa pamoja. Natekereje ko tuzogana ijambo ry'Imana ibintu ibigereranyo z'umwuka wera. Nimefikiria tutaongea kuhusu vitu vinavyolinganishwa na Roho Mtakatifu. Ni 9 byose. Tulisema yote ni 9. Nizo nje nabonye wenda wona bindi nane. Labda na uko na mengine mimi nilipata hayo. Ariko nizo nabonye nzewe. Lakini mimi yale nimepata. Hanyuma rero ndavuga ngo tuzoganiraho tuzogarukira. Nikasema tutaongea yale tutaweza. Bitugarura 2 tuganira 3. Iwe 2 iwe 3. Aho ni Imana izo yashatse. Hiyo ndio Mungu atakuwa amependa. Twatangiye tuvuga hejuru y'ikigereranyo cy'umwuka wera. Tulianza tukisema kuhusu mfano wa maji. Kamasi. Roho Mtakatifu kama maji. Amasi. Maji. Turavuga ngo amasi. Tukasema maji. Asobanurwa ngo ubuzima. Inamaanisha uhai.
turavuga ngo umwuka wera ageze mu muntu tukasema roho akifika ndani ya azazana mtu ubuzima, analeta uzima, ubuzima bwo guhembuka, uzima wa kufufuka, ubuzima bwo gukorera Imana, uzima wa kutumikia ubuzima Mungu, bwo kubana n'Imana uzima wa neza, kuishi na Mungu kila ubuzima siku, bwo gusabana n'Imana, uzima wa kushirikiana na ubuzima bwo Mungu, kubana n'abandi uzima wa neza, kuishi na wengine vizuri, ubuzima bwo kuba mu mibereho myiza, uzima wa kuishi kwa mienendo mizuri, ubuzima bwo kuba mu mibereho inejeje Imana, uzima wa kuishi maisha ya iyo kumfurahisha umwuka Mungu. ageze nk'amazi Roho akifika ndani kama roho nicyo maji, azakora. mtu hufanya hayo. tuvuga byinshi, Tulisema mengi, tukunda aza yeza, tukasema vile anatakasa, tukunda azatera umuntu gukora Vile. kwera imbuto, anasababisha mtu azae matunda, tukundi nanone azahindurwa ava mu mbaraga aja mu zindi, vile mtu toka kwa nguvu moja hadi tuvuga ko ari zingine. impano izitangwa ku buntu, Tukasema ni karama ya bure tu, tiwuyigura huwezi nunua, izitangwa ku buntu, inapeanwa bila Tangwa ni Imana. gharama, ni Mungu upeana. haleluya. Haleluya. Nanone twavuze cya kabiri, Tulisema kitu cha pili, tuvuga igereranyo cya kabiri, cha pili kinacholinganishwa Umwuka na Roho nk'umuriro. Mtakatifu, roho kama moto. umwuka nk'umuriro twaravuze ngo Roho kama moto ngo tulisema birasobanura ngo ni ukwezwa, inamaanisha kutakaswa, kwezwa. kutakaswa. Iyo umwuka w'Imana ageze mu muntu Roho wa Mungu akifika ndani ya mtu, azatwika ingeso zo huwa anachoma tabia zote za Satani, za shetani, umushinya, hasira, uburakari, makasiriko, ibyifuzo. tamaa za mwili. Bibiri zivuga ngo itakiba muri iyi si, Binasema kuna kile kiko ikiri mu duniani, isi ngo ni ibintu bitatu gusa, ni vitu vitatu ngo tu, ni ibyifuzo by'amaso, ni tamaa za macho, ni ibyifuzo ni by'umubiri, tamaa za ngo mwili no kwibona ku by'ubugingo. na kujivunia maisha haya. Ariko Lakini iyo wageze muri we kifika ndani yako, uzugenda anaenda ugatwika za ngeso zose anachoma zile tabia zote, zigashira, zinaisha, umuntu akera, mtu anakuwa noneho Yesu mtakatifu. agasigara yihariye uwo muntu. Alafu Yesu anaongoza mtu Akazamo huyo. rya jambo Paulo yabwiye Timotheo, Lile neno Paulo aliambia Timotheo rivuga ngo linashuka, icyakora nasema kile anafanya niyo kubaha ila Imana kuheshimu ngo Mungu bivanzwe no kugira umutima unyuzwe, pamoja na moyo ngo uliotosheka bizabivamwe inyungu nyinshi. inaleta faida nyingi. Umuntu agasigara yihariwe na Yesu, Mtu anabaki tu agasigara amejazwa na atekereza Yesu, Yesu. anafikiria Yesu. Haleluya. Amen. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, Mtu ametengenezwa na sehemu umuntu tatu: agizwe n'umubiri, mwili, akagirwa n'ubugingo, nafsi akagirwa n'umwuka. na roho. Ariko ibiza byakira Imana, Lakini yale upokea ibiza Mungu, bihinduka, yale ambayo ibiza hubadilika, bikizwa yale ambayo huokoka n'ubugingo, ni uzima, ni kandi nafsi. ubugingo Nafsi nabwo ruba mu bindi bintu bitatu. ina vitu vitatu pia. Ijambo rya mbere Kitu cha ngo kwanza nk'ubushake, ina mapenzi. icyo bita ngo ni will, volonte. Mapenzi, Ubushake, mapenzi. ubushake ni iki? Mapenzi ni Ni nini? imbaraga ziba mu muntu Ni nguvu ndani ya mtu, zemeza umuntu zinaweza kubadilisha mtu guhitamo kuchagua gukora kufanya icyiza kizuri cyangwa ikibi. ama kibaya. Haleluya. Amen. Ubushake Mapenzi ni imbaraga ni nguvu ziba mu muntu ndani ya mtu, zibashisha umuntu zinawezesha mtu kumenya guhitamo kujua kuchagua gukora kufanya icyiza kizuri kandi n'icyo cyangwa ikibi cyangwa ikibi. ama kibaya. Kandi icyo gihe cyose Na wakati huo habe wote n'Imana hata Mungu zizifata umuntu mu mikoresha idashaka. hawezi tumia mtu kwa nguvu Cyo pale. tuvuga ngo Nasema hivi, shize imbere yawe urugi rukinguye, nimeweka mbele yako mlango ulio ushaka wazi, niyinjire, anayetaka aingie, ushaka nasohoke. mwenye hataki basi akae. Ngaka gakiza. Ndio hii wokovu. Umva abantu bamwe benshi bavuga ngo Watu wengi utasikia wakisema ngo hari abagenewe gukizwa, kuna wale ambao walipangiwa hari kuokoka, abagenewe kuja mu ijuru. kuna wale walipangiwa kwenda mbinguni. Hapana, Jewe simemenye nabo. mimi sikubaliani nao. Kwa gakiza maana wokovu, umwanditsi umwe yarambwiye ngo ni ubutumire, mwandishi alisema ni mwaliko, invitation. ni mwaliko. Haleluya. Amen. Uyu mushumba yokoresha ubukwe, Huyu mchungaji anaweza kuwa na yamara harusi, agaheza invitation mwese hano, alafu apatie mialiko kila abitaro rya mtu, Kristo akabakwiza ubutumire. apatie kila mtu mwaliko wake. Ushatse akabwitaba, Anayetaka atakuja kwa ushatse harusi, ntabwitaba, mwenye hataki atakuja. umufata ku nguvu muze. Utamshika kwa nguvu aingie kwa harusi. Yesu yazanye agakiza nka invitation. Yesu alileta wokovu kama Irabuza mwaliko. ngaho. Kasema ndio hii. Wemera ubutumire, Anayetaka aze mwaliko yinjire. akuja aingie. utabushaka Mwenye hataki basi ndaza vuba. nitakuja hivi Hebu karibuni. umuntu wese bikurengera ibyo yakoze. Kila mtu nitamlipia aliyotenda. Ni hivyo. Kuvuga ngo gukizwa Kuokoka biri imbere yawe, kwa mbele yako, kubera ko Imana yaguhaye ubushake. maana Mungu amekupa mapenzi. Wokwemera ukabwakira, Unaweza kubali upokee cyangwa hiyo ukabwihorera. ama uiache Kino tu. Imana ntashizo gufataho. Wakati huu Mungu atakushika kwa nguvu. None iyo abantu bavuga ngo hari abagenewe gukizwa, Watu wakisema kuna wale wamepangiwa kuokoka, bafite logique, unasikia kweli mambo yanaeleweka. hari uw'Imana yabujije, Kuna yule Mungu amekataza hari kuokoka, uwabwiye ngo ntiyakira, kuna yule ameambia sikutaki wewe, hari utaza agakiza, kuna yule ajui wokovu. hakaba ijambo rya kabiri, Kuna neno la pili haje bita ngo n'ubwenge. inaitwa akili. Ubwenge Akili tandukanye na knowledge. ni tofauti na ujuzi. Ubwenge, Hekima, ubwenge hekima. bwa umwe mu Faransa ndabiza kusoma na wenda
Suzana tibi musobanukirwa igifaransa takizi ariko naje kubigerera kereza humura. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo la sagesse cyo bita wisdom c'est la capacité de mettre en pratique ce que tu as appris. La sagesse c'est la capacité de mettre en pratique ce que tu as appris. Ngo ubwenge Hekima ngo nimbaraga ni nguvu umuntu agira mtu anazo ubashisha zinamwezesha gushira mu bikorwa kuweka kwa matendo ibyo yumvise yale ambayo alisikia akabimenya akajua. abantu ukuwasa ijambo ry'Imana rikuvuga Neno la Mungu linasemwa, bakabwiriza, watu wanahubiri, apostle akabwiriza, mtume anahubiri, reverend akabwiriza, reverend anahubiri, wapasta wanahubiri, wakristo wanahubiri, abandi bakaza bakabwiriza ngo twaje, wengine wanakuja wanahubiri kama sisi vile tumekuja, wanakuja, bamwe bakazumva, wengine wanasikia, alafu wanaweka kwa matendo. Hawa wako na hekima. Hawa wako na nini? Hekima. Abatazabumva rero, wale ambao hawasikii sasa, tibashiye bikorwa, hawaweki kwa matendo, sinzi nyine uko twobita, sijui tutawaita namna gani. uko niko nyine bita, hivyo ndivyo wanaitwa tu mu mugingo, ni kwa nafsi haba mu ubwenge. Kuna hekima. Iyo umwuka yageze mu muntu, roho akifika ndani ya mtu, asa ubwenge bw'umuntu, anasababisha hekima ya mtu bukanguka, iwe macho, ukamenya gufata ibigomba gufatwa, ijue kuchukua kile kinafaa kuchukua, ukamenya guta ibyo bagomba guta, na kutupa kile inafaa kutupa, gashira bikorwa neza ijambo ry'Imana, inaweka kwa matendo ya neno la Mungu. Imana ibaha ubwenge bwo gushimisha mwenyewe, Mungu awapatie Imana iguha ubwenge bwo gushira bikorwa ijambo ry'Imana, Mungu awapatie hekima ya kuweka kwa matendo neno la Mungu. Abe n'ubu bamwe babakoma mashi, wengi hawapigi makofi hata juu ya hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Cha gatatu kiba mu bugingo, cha tatu ambacho huwa ndani ya nafsi, wita ngo na amaranga mutima, ni kile wanaita hisia. Amaranga mutima, hisia ni urukundo, ni upendo, ni ibyishimo, ni furaha, ni ukurakara, ni kukasirika, kugubwa nabi, ni kuwa na mood mbaya ama nzuri. Ibyo byose, hayo yote ibyo bigize amaranga mutima, ndio ufanya hisia. Iyo Mwuka Wera w'Imana yageze mu, Roho wa Mungu akifika ndani ya mtu, asakuramwa amaranga mutima mabi, huwa anaondoa hisia mbaya, agashemwa amaranga mutima, anaweka hisia nzuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Agakura mu muntu amaranga mutima y'umujinya, anaondoa ndani ya mtu hisia za hasira na wivu n'ibintu byose, na vitu vyote vyovu, anaweka ndani upendo na furaha. Nuko ni hivyo mu bwenge naho, kwa akili nayo niyo centre y'ibitekerezo, pale ndipo katikati pa fikra. Kandi iyo umuntu Mwuka Wera ageze mu muntu, Roho wa Mungu akifika ndani ya mtu, fikra zake zinakuwa nzuri. Ni wakati Paulo aliambia Wakorintho, kwambia enyi Wakorintho, sisi tuna mawazo ya Kristo ndani yetu. Haleluya. Uwezi fikiria kufanya vibaya, uwezi fikiria wivu, anafikiria tu kufanya vizuri, anafikiria mayatima ambao wanateseka na ndugu ambao wanaangamia, anafikiria. Nisoma kitabu, mzee anaitwa Zakaria, kuhusu injilisi kama vile wamesema, mna kazi nzuri sana, Mungu awabariki, msikate tamaa. Alisema hivi, mu Gifaransa ndaje kumtigena kirisa, yaravuze ngo abazarimbuka, wale ambao wataangamia, ngo nous sommes twebwe ngo nous sommes les responsables de ceux qui périssent. Ndasobanura ndaje msobanure Suzana, anakuja tuelezee kwa lugha ambayo tunaelewa. Jewe nao nous sommes les responsables de ceux qui périssent. C'est pas le monde, c'est pas les péchés, c'est pas les satans, c'est pas les démons. Nous sommes les responsables de ceux qui périssent. Avuga magambo ngo twebwe, akasema sisi, ni twebwe, ni sisi banyira yabazana, wale wanaleta, wakituma abantu barimbuka, watu wanaangamia. Kweli? Kwa nini? Aravuga ngo iyo umuntu agenda akarya angwa gastoka muri frigo, anasema mtu akienda anaweka kwa fridge, agashiramwe inyama, agashiramwe ibika, anaweka nyama, maharagwe na vingine kwa fridge, adashobora gutanga ngo umusanzu wivuga butumwa, na hawezi peana mchango kwa injili, atangia, hawezi changia kugira ngo abantu barimbuke, anachangia ili watu waangamie. Uyu muntu agenda akagura mahuzu, imigozi gaheka, mtu akienda anunua manguo, kamba zinajaa, adashobora gutanga ituro ryivuga butumwa, na hawezi toa mchango wa injilisti. Huyo mtu wali mu bantu baha batuma, ako miongoni mwa watu wanasababisha wengine waangamie.
kuko ivuga butumwa rivuga mu buryo butatu. Maana uinjilisti ufanywa kwa namna tatu. Hari abagenda, kuna wale wanaenda, hari abatanga amafaranga, kuna wale wanatoa pesa, hari abasenga, kuna wale wanaomba, hari abantu bari tayari kugenda, kuna watu wako tayari kwenda lakini hawana pesa. Wewe turi tayari kugenda, wewe hauko tayari kwenda lakini uko na pesa. Utanga faranga, ukitoa pesa zako wale wako tayari kwenda waende. Inyungu faida murayinganyije na kwisha ni sawa sawa kwenu nyote. Atukuzwe. Ahimidiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo mwuka yageze mu mtu nk'umuriro. Roho akifika kwa mtu kama moto, azatuma maranga mutima bamenye, anasababisha hisia zake ziwe nzuri, azatuma ibitekerezo bya byiza, anasababisha fikra ziwe nzuri, anasababisha mapenzi yawe mazuri, anachoma. Neno linasema hivyo. Akifika ndani ya mtu anaosha, anasafisha. Asagira gute? Anafanya nini? Asayotsa. Huwa anachoma. Hizo tabia bado ziko ndani yako, zile bado unaishi nazo. Unahitaji roho kama moto ili azichome. Akimaliza kuzichoma uwe mzima. Haleluya. Haleluya. Mwimbaji alimba akasema, siwezi mimi peke yangu sinshobora jenyine kushinda mambo ya shetani, mambo ya shetani, lakini naomba Mungu ariko ndasaba Imana washa moto, washa moto ndani yangu, awashe moto, achana umuriro muri nje. Pentecost bikurimwo zakunane gukuramo, ubwira Imana ngo Mana asa umuriro muri nje. Ambia Mungu washa moto ndani yangu ili mambo haya yaniondoke. Abantu benshi barastatuwe muri ibintu byinshi, watu wengi wako kwa mambo mengi, barashara abanyamujine mwishi, wako na hasira nyingi, barashatukana, bado wanatusiana, barashari mwirari ryinshi, bado wako na tamaa mingi, barashari mwo amacakubiri, bado wana mgawanyiko ndani yao, barashari mwinsangano, bado wana fitina na chuki. Barimwo bari mwikesa bazabasenga, hao wako kanisani wanaomba, ariko ngiyi nkuru nziza, lakini habari njema ndiyo twakiriye umwuka wera, tulipokea Roho Mtakatifu kama moto, ufite imbaraga, akiwa na nguvu za kuchoma hayo yote, bigashira, inaisha, ugasigara wihariwe n'umwami Yesu. Tosheka na Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe Mungu wa milele. Ahimidiwe siku zote. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto umewaka leo. Moto wa kazi ya Bwana. Moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto umewaka. Wa baba na wa mama, moto umewaka. Vijana wasichana, moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto wa kazi ya Bwana. Moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto umewaka. Hari umugabo Munyafrika y'Epfo. Kuna mzee mmoja kutoka Afrika Kusini. Yarakiri umusore rero yarataraba n'umugabo. Alikuwa kijana bado. Abaga isengo yigeze kubishuti nundi mugabo babishuti cyane. Babake alikuwa na rafiki na mume mwingine. Bukeye siku moja ngo ya nshuti ya se irahinduka nyina abantu baza bahinduka. Yule rafiki wa babake akabadilika, maana watu hubadilika. Zabwira ngo abantu babani waboza wita inshuti si inshuti. Unaambia watu wale unaitanga marafiki si marafiki. Urasheshe muri ubuzima. Ndio ni kwa maisha haya mna. Nagasheshe. Mwingine anafanya mwingine. Lakini rafiki wa dhati ni Yesu. Kuko abantu barahinduka. Maana watu hubadilika. Ariko Yesu ntazahinduka. Lakini Yesu habadiliki. Abantu baza bahinduka. Watu hubadilika. Umuntu mwigeze kubishuta ka umwanzi wao. Unajua mtu ambaye kuwa rafiki yako akakuwa adui yako, anakuwa mbaya kuliko wale wengine ambao hawakuwa rafiki. Rafiki wa dhati ni Yesu mwenyewe. Wale mnaishi nao, rafiki utakuwa nao. Uwe na rafiki wa dhati ambaye ni Yesu. Urafiki una level 3. Una kile wanaita upendo, alafu urafiki, alafu urafiki wa dhati. Uzukunda umuntu, wewe unapenda mtu, ukarega kumukunda, unampenda, ukarega kumukunda, alafu inakuwa zaidi ya kumpenda, ukabishuti nawe, anakuwa rafiki yako. Ikizidi, ukabishuti magana, anakuwa rafiki wa dhati. Ariko abo bose ntashuti. Lakini hao wote hakuna rafiki wa dhati. Inshuti magara ni Yesu. Rafiki wa dhati moja tu ni Yesu. Abandi ni inshuti. Wengine ni marafiki tu. Ese ukumvuze ndarengereye cyane.
Nono abandi mwari kumwe urabarisese. Sasa wale walikuwa marafiki mtaachana nao juu nimesema hivyo. Mukomeze mukundane mu izina rya Yesu. Muendelee kupendana tu kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Turavuga ngo nanone ngo iyo umwuka wageze ng'umuriro uzaweza. Tukasema roho ikifika ndani ya mtu kama moto anaosha. Ng'umuriro ngo uzumurika. Alafu moto pia uangazia. Nuru umuriza rukumurikira. Ni nuru inakuangazia. Tuzongera gusita. Hautajikwaa tena. Mugabo wamurikiwe neza n'umwuka wera. Mzee aliyemulikiwa vizuri na roho wa Mungu. Kumugore hawezi jikwaa kwa mke wake. Tiyobagisita kubatura. Hawezi jikwaa kwa majirani. Tiyobagisitanya hantu hose. Hawezi jikwaa mahali popote. Mugore wake umwuka wera nk'umuriro. Mke aliyepokea roho kama moto. Tiyobagisitara ku mugabo. Hawezi jikwaa kwa mume wake. Tiyobagisitara ku bana. Hawezi jikwaa kwa watoto. Wale ambao wanaachana kila siku hawezi vumilia. Unajua kwa nini? Ni maana moyo yao bado iko na giza. Ndio maana wanajikwaa kila mahali. Wanatembea tu wakijikwaa. Lakini mtu akipokea roho kama moto anaangazia. Mwandishi Suleimani jana tulisoma. Akasema mwenye maarifa akiona kikwazo mbele yake huwa anakwepa. Anapita, inapita. Kwa nini? Uwezi kuwa na maarifa kama hauna roho mtakatifu. Zile kamera za zamani wanasema hata mimi ameniona. Ataniona hata mimi. Ataniona tu. Lakini mimi nimemulikiwa. Anakuja ukimwona tu. Maana shetani huja kwa vitu viwili. Kuna wakati anakuja akiwa shetani mwenyewe. Na wakati anakuja akiwa Lucifer. Anakuja kama shetani wakati. Ni wakati unaona mtu anakuja anakutukana. Unaona kweli ni shetani. Kuna wakati mtu anakuja unaona shetani mwenyewe. Wakati mwingine anakuja. Neno usema wakati mwingine. Shetani hujifanya malaika wa nuru. Anakuja na ulimi mzuri. Ni wakati gani anakuja kama Lucifer? Ni wakati anataka kuleta dhambi ya uzinzi. Anakuja kama Lucifer akitaka kuleta mgawanyiko. Anakuja kama Lucifer akitaka kutoa mtu kwa nyakati za kuomba. Uwezi muona hadharani. Lakini Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Mungu akamwambia Musa. Sura ya 3 mstari wa 7. Akasema hakuna kile nitafanya kama sijaambia watu wangu. Hakuna kile kitakutendekea kama hujakiona. Vikwazo vyote shetani ameweka. Ailete kama Lucifer. Alete kama shetani mwenyewe. Ukiwa na roho wa Mungu kama moto, atakuangazia. Alafu utambue ni nani. Alafu wewe ujikwepe. Apite uwe salama. Hapo ni sawa. Manishi. Amen. Bwana asifiwe. Kweli. Msikie neno la Mungu jameni. Ahimidiwe Bwana wetu. Haleluya. 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 Mkristo ambaye amebatizwa. Kama bamaze kubatizwa bari. Kama hao wamebatizwa leo. Agahagarara hasa gatongana. Asimame nje azozane. Atusiane. Ukurabona ko yakiri umwuka wera. Huyo kweli mnafikiri amepokea Roho Mtakatifu? Hari abantu batatu. Kuna watu watatu. Hari umuntu w'umubiri. Kuna mtu wa mwili. Hari umuntu wa kamere. Kuna mtu wa utu wa kale. Na kuna mtu wa kiroho. Haleluya. Haleluya. Umuntu wa kamere ni uwuhe? Mtu wa utu wa kale ni gani? Umuntu tarakizwa. Mtu ambaye hajaokoka. Umuntu taravuka ubwa kabiri. Mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Umuntu wa kamere ni uwuhe? Mtu wa mwili ni gani? Umuntu wakijijwe. Ni mtu aliyeokoka. Ariko kiyoborwa na kamere. Lakini anaongozwa na utu wake wa kale. Umuntu w'umwuka ni uwuhe? Mtu wa kiroho ni mgani? Umuntu wakijijwe. Ni mtu aliyeokoka. Kandi uyoborwa n'umwuka w'Imana. Na tena anaongozwa na Roho wa Mungu. Ng'abantu batatu bamwe. Ni hao watu watatu wanaishi duniani. Haleluya. Haleluya. Birashoboka kuko. Inawezekana kwamba. Impavu ugitukana. Sababu unatusiana. Impavu gikora ya bintu byose. Sababu unafanya yale yote mabaya unafanya. Umuntu wakijijwe. Wewe ni mtu uliokoka. Ariko kiyoborwa na kamere. Lakini bado unaongozwa na utu wako wa kale. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. 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 Ukiyoborwa na kamere. Ukiongozwa na utu wa kale. Ukiyoborwa n'umwuka w'Imana. Hauongozwi na Roho wa Mungu. Ayo niyo twavuze. Hayo ndio tulisema. Tutangira ijambo ryavuze ngo twavuze ngo umwuka nk'umuyaga. Tukasema neno la tatu, Roho wa Mungu anafananishwa na upepo. Kigereranyije umwuka nk'umuyaga. Upepo wa Roho. Kigereranyije umwuka nk'umuyaga twavuze ngo niki? Mfano wa Roho kama upepo tulisema ni nini? Akifika ndani ya mtu. Ngo ntaba kitikoresha. Ajitumii tena mwenyewe. Abashwe gukoreshwa n'umwana. Anatumiwa na Bwana. Amen. Ntaba kitige.
ajitawali mwenyewe. Taza amenye kubigenda. Hajui mambo imetendekaje. Kuko tutazo kumuyaga uhuha. Kama vile upepo uvuma. Tuza uhuha ivuka sikana handi hose. Atujui unaenda wapi. Tubona gusa no kuhabwa nyingi. Tunasikia tu kivuma. Nuko umwuka wera w'Imana ageze muri twe. Ni hivyo roho wa Mungu akifika ndani yetu. Anafanya maajabu. Akifika ndani yako. Paulo alisema hivi. Si mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Si mimi nafanya kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Akasema ilikuwa faida kwangu. Nimesababisha kuwa hasara. Kwa sababu utajiri usiokuwa na mfano katika Kristo. Maana huo mimi nimekubali kutoa yangu yote yapotee ili niwe na huyo Kristo. Ariko reka ngaruke. Nikuwa karibu niguze mahali lakini acha niache. Hakore. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Reka kubaza urugero. Acha niulize mfano. Uri umukristo uhagaze neza muri kino gihe. Wewe ni Mkristo umesimama vizuri kwa nyakati hizi. Kubwira ngo turagweza $1,000. Wakikwambia tutakupatia $1,000. Usome kuzeri. Uonje pombe. Ukavuga ngo simbimwa. Useme sitakunywa. Kubera Kristo. Kwa sababu ya Kristo. Usoma gusa. Kuonja tu. Soma ho turagweza $1,000. Onja tu pombe tutakupatia $1,000. Ndagira ngo n'icupa ryose borimira. Nafikiria hata si kuonja utameza chupa mzima. Kwe. Aho. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Arumuhungeje bunde kuzanganda ivuga. Kuna kijana juzi amekuja hapa nitasema. Ngo barazubwiye ngo nabzarira umuntu ngo aramuheza $2,000. Walimwambia azalie mtu atampea $1,000. Hapa Kasarani tu. Arambwira ngo none ngo ngorefe ngumgiye gute. Akaanza sasa Reverend nifanye nini? Fibere koma. Nikamwambia toka mbele zangu. Ushindwe wewe. Komesha kwirukane komesha na ufukuze hiyo ni pepo. Pepo mbaya. Uzare bagweza $2,000. Uzae wakupatie $1,000 ngapi za dola? Ariko ningaho ndimukubona ukunda mesi. Lakini vile namuona siku hizi. Ni kama alikula pesa hizo. Muraseka. Ni bakeya. Nyinyi mnacheka lakini ni wachache tu. Ni wachache kwa waimbaji wanaweza. Ni wachache wanaweza ambiwa jina hilo wakatae. Neno hilo. Yesu wakiriye. Yesu uliyempokea. Ukwemera kuguhomba ibikugira akamaro kugira ngo butunga. Una ushahidi kwamba unaweza kataa yote ili uwe na Yesu. Wamaranga mutima. Iyo yaza tukasimbuka. La musique nanone tuzumva kwenda gusoma papa. Aseme tena kwa Kifaransa. La musique kaga tutika tukimuri secondaire. Baba ngo la musique ngo est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Pas OK à l'oreille. Kwe. Muziki ni nini? Tukavuga za tukuma abize mu secondaire. Muziki iyo wabaye ngo ni ikintu kiza kinezeza amatwi gusa. Muziki ni kitu furahisha masikio tu. Muziki umusore utarwaye. Kijana ambaye hana ugonjwa. Tagifa fite. Hana shida yote. Wakipiga muziki atakosa kuruka namna gani? Lakini kifanyika ndani yake. Unaichangia. Unaifanya pamoja na wivu ama uzini. Lakini kifika moyoni. Unachagua kila kitu unaweka kando. Tenganisha mekoti kasika. Halubangi yako. Kanda benshi. Tena wengi. Sivuga shidikanya. Sina mashaka. Babikorera mu mutwe. Wanaifanyia kwa akili. Lakini haijafika kwa nafsi zao. Ndio mpamvu muririmza yakereza repetition. Ndio maana mwimbaji anachelewa kwa repetition. Wakimwambia umechelewa. Analeta mdomo mrefu. Anasema maneno kusema. Ngo ntibamutoye kuba president cyangwa ko hawajamchagua kuwa kiongozi. Kazama ngo tuzohangana. Anajiinua anasema tutaonana. Cyo gituma ugasanga bamwe bakagira bankunzi conducteur kubera ko runaka ari wiwabo amuzi akamubabarira. Ndio maana unakuta wengine wanachaguana kulingana vile wanajuana. Murachakorera mu mutwe. Bado mnatumia akili zenu. Hamjatumia moyo na nafsi. Kweli. Haleluya. Haleluya. Tunavangu yimuka yamanutse nk'umuyaga. Tukasema roho akishuka kama upepo. Haleluya. 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 Umuntu ndaba kicikoresha. Tu ajitumie tena. Habagishaka ubushake bwiwe. Afanye mapenzi yake tena. Habagishaka imunezeza. Ataki ya kumfurahisha Mungu. Abasigaye ko izimana ishaka. Anafanya tu mapenzi ya Mungu. Ubuzima bwiwe. Maisha yake. Ukabuzima bwo kunezeza. Ni maisha ya kupendeza muumba wake. Amen. Haleluya. Haleluya. Mu rugo rwiwe. Nyumbani kwake. Ubuzima bwo kuboneza Imana. Maisha yake ni kumfurahisha Mungu. Kanisani. Ubuzima bwo kuboneza Maisha ni kufurahisha Mungu.
akishinda mahali. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Peruka kuva Uganda. Ni kuwa Uganda juzi. Zana ngenda katisha muri Baska mfatikisha umwanya w'imbere bishuraga amashiringi 500 arenga hejuru. Nikaenda kwa Baska, nafasi ya kwanza unalipa shilingi 500 juu ya nauli ya kawaida. Mwiza kugira ngo wishare neza nyine. Ni mahali utakaa vizuri. No musa kuza uje utatuje. Sasa siku ya kurudi nyumbani. Sanga umudamu yajera hicara. Nikakuta kuna mtu ameketi pale. Wewe kitike damu gatifiti namba ya mbere kandi nje ucara. Nikamwambia nina namba ya kwanza, mimi nitaketi hapa. Ngo yicaye kera. Naye akasema mimi nimeshaketi. Ngo nije kucara mwanya wiwe. Akanipatia yake na mimi nikakae mahali pake. Narishende za mashiringi 500. Mimi nimelipa nikazidisha 500. Kugira ngo nicare neza. Ili niketi vizuri. Mama akakataa. Akakataa na akageuza. No, ngiye conduct. Sasa nikaambia makanga. Kamwambia vile imetendeka. Akakuja haraka. Wakaanza kuzozana hiyo mama. Walipoanza kuzozana nikasikia Mungu ameniambia, umesahau wewe ni Mkristo. Unafaa kuonyesha mfano. Nikamwambia sawa, shika tiketi yangu nipe yako. Nikaenda nikaketi namba 28. Arambira ngo ningo conductor tugo yanza akugara mushiringi yawe. Makanga akasema ana amekataa akupatie pesa zako. Kakataa. Arambira ngo mubabarire. Tulipofika Busia akaniambia nimsamee. Sijui imekuwa. Unataka kurudi kwa nafasi yako? Nikamwambia wewe keti tu. Nikamwambia mimi ni Mkristo. Lazima nivumilie nipokee haya. Akasema asante usenge. Nisha kuombea hata. Maana nimekuonyesha tunda nzuri. Mtoke kwa vitu vya kujifanya. Mtoke kwa vitu vimezoelewa. Piga hatua. Ufike mahali. Tutakuwa wakamilifu. Na tufike kwa mfano mzuri wa Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Komeze muri iryo jambo nimana ndavugira indi rimwe nze kurangiza. Niendelee kwa hilo neno, nitasema lingine moja kisha nimalize. Saa 6 ndio imefika. Mwanya uracahari. Bado tuko na nafasi. Ubwoba bari hamwe. Naringiza ubwoba. Niko nimehofu. Turacyayimwisha Mwuka Wera nk'umuyaga. Bado tunasema Roho Mtakatifu kama upepo. Jambo rya mbere. Neno la kwanza. Tukura gukora ubushake bwacu. Anatuondolea kufanya mapenzi yetu. Tunafanya mapenzi ya Bwana. Cha pili. Izukora. Haleluya. Ambaye wanafanya. Uduha imbaraga. Anatupa nguvu. Uduhiki. Anatupatia nini? Imbaraga. Nguvu. Duha imbaraga. Anatupa nguvu. Imbaraga zo gukora. Nguvu za kufanya kazi. Siko ngaririmbye. Tumeimba hivyo. Mlisema nini? Tukidumu kwa maombi tutapata nguvu zake Baba Mungu. Abakristo n'abaririmbyi byakige twabaye kagasuku. Wakristo na waimbaji siku hizi tumekuwa kama kasuku. Unajua kasuku fanya nini? Kasuku. Ukisema kasuku anasema kasuku. Sema yeye anasema yeye. Tumekuwa hivyo kanisani. Unajua kwa nini? Ni maana tunaimba vitu haviko ndani yetu. Ukiimba kitu haiko ndani yako, unakuwa kasuku. Ni kasuku tu, ni kurudia. Mtu anaimba yale yote niko nayo na mimi binafsi nitoa huyo Bwana. Na yeye hatoi hata vitu vyake. Wacha uongo. Yakakubesha. Msidanganye kwa madhabahu. Tutafatana la za kutenda kazi. Mwuka Wera ng'imbaraga. Roho kama nguvu. Mwuka Wera ng'imbaraga. Roho kama nguvu. Haleluya. Tushirikiane kama mitume, tukidumu kwa maombi tutapata nguvu zake Baba Mungu za kutenda kazi. Unajua mahali tunatoa fikra za kutumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nairose kugwa kunyigisha ahantu nazasoma igitabo. Niliwahi pata mafundisho mali nilikuwa napata nasoma kitabu. Izo nyigisho zigisha umwaka n'amezi abiri. Akasema amefundisha mwaka na miezi 2. Hejuru gukorera Imana gusa. Kuhusu kutumikia Mungu tu. Amaza atibuka mu magambo yo gukorera Imana. Alafu akashuka kwa maneno ya kutumikia Mungu. Nanye zihore ndazifure ndavuga ngo ntaho nozucokoza se ngo zijane hii. Nilisema hii siwezi chokoza, nitapeleka wapi? Kwa ndugu zangu wale. Nanyo nzereka gusa. Nikaziacha tu. Uwo mugabo wazigishije. Huyo mume ambaye alifundisha. Yabwiye abantu ngo bakorere Imana. Aliambia watu watumikie Mungu. Babaga mwihema. Walikuwa kwa hema. Basengera mwihema. Wakiombea kwa hema. Abwira abantu ngo mukorere Imana twubake. Ambia tutumikieni Mungu, tutenge kanisa. Watu wapi? Korera Imana. Tutumikie Mungu.
wapi? wahitamwo kwigisha inyigisho mwaka na meza. Akachagua kufundisha hilo somo mwaka na miezi 2. Na kuomba pia. Ngo arazigisha. Akafundisha. Ngo bigeje ku mezi 7. Miezi kama 7. Wakristo bose ngo baba active kabisa. Wakristo wote wakaanza kufanya kazi. Wakasema tunangoja nini tufanye kazi? Tufanye fundraising. Mchungaji atimtulie. Akariro gakea na fere. Moto kidogo acha kwanza. Arigisha kwese kwa karibu. Kafundisha mwezi wa 7. Mwezi wa 8. Mwezi wa 9. Mwezi wa 12. Atangira kwa mbere. Akaanza wa kwanza. Atangira kwa kabiri. Mwezi wa 2. Kurangi. Watu vizuri wamaze kugera neza kwa kundi kigizira giye wakakuwa wamekamilika vizuri. Siku walisema tufanye fundraising. Walijenga kanisa siku moja. Wakajenga hospitali kubwa. Na wakajenga kituo cha yatima. Siku moja. Na bava kuzinyigisha. Kasema mafundisho haya. Kwanza kuzisengera umuntu akazireka. Ni kuziacha kwanza. Ndazitegura ngo mare ndazibika ndazisinza. Nikaziandaa nikaziweka pale. Kugenda natangire rimwe rimwe akubita amaso. Kuna wakati wanaenda naziangalia tu. Huko yavuze impamvu zigera ku 17 zituma tukorera Imana. Alisema sababu kama 17 usababisha tutumikie Mungu. Kutumikia Mungu si kukuja tu tutumikie Mungu. Alisema sababu 17. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Impamvu ya mbere. Sababu ya kwanza. Alisema mtu akitumikia Mungu. Mungu muheshimu. Kandi ikabana nawe. Na tena anaishi naye. Ikabana naye. Anaishi na nani? Unataka kwa Imani kuba. Unataka Mungu akuheshimu. Unataka kwa Imani yuha mu rugo. Unataka Mungu aheshimiwe nyumbani kwako. Unataka kutembea na Mungu. Unataka Mungu aheshimiwe kwako. Unataka ama awe kwa mtoto wako. Hakuna njia nyingine. Mtu anitumikie. Azabata zangu. Na hivyo nitakuwa naye. Hakuna pesa uleta heshima kwa nyumba. Hakuna masomo uleta heshima kwa nyumba. Hata ishara ni kwamba waliachana na wakiwa na hayo. Lakini faida ya kwanza inasababisha Mungu amheshimishe. Alafu anakuja. Anaishi ndani yake. Kitu cha kuvuta Mungu kwako. Jifunze kumtumikia. Kitu kitavuta Mungu akuja kwako. Si kingine. Jifunze kutumikia Mungu. Ungejua. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Ahimidiwe. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Asifiwe. Ahimidiwe. Ashangiliwe. Asifiwe. Amen. Haleluya. Zingine 16 nikineemeka kufundisha nitafundisha. Amen. Tusomere papa umwuka nk'umuriro. Tusomee roho kama moto. Roho kama upepo. Utanga imbaraga. Utoa nguvu. Kitabu cha mbere cy'abami. Kitabu cha Wafalme wa kwanza. Murongo wa 10 igice cha 19 murongo wa 11. 19 mstari wa 11. Abami ba mbere. Wafalme wa kwanza. Igice cha 19. Sura ya 19. Murongo wa 11. Mstari wa 11. Tuvizo mbaraga umwuka wera zatanga. Tusikie hizo nguvu Roho Mtakatifu utoa. Abami ba mbere 19:11. Wafalme wa kwanza 19:11 mstari. Iramubwira iti. Soka. Ibwira Elia we sohoka. Na ngoja Kiswahili. Bwana akasema, tokeni nje ukasimame juu ya mlima. Uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uhagarare imbere y'umusozi imbere y'Uwiteka. Juu ya mlima mbele za Bwana. Uwo mwanya Uwiteka amucaho. Uwo mwanya Uwiteka amunyuraho. Kwa kuwa Bwana yu karibu kupita hapo. Maze umuyaga mwinshi wa serwakira. Kisha upepo mwingi na wenye nguvu uraza usatura imisozi. Ukapasua ile milima. Umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Na kuvunja miamba mbele za Bwana. Umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka. Na kuvunja miamba mbele za Bwana. Ariko Uwiteka yari atari umuyaga. Lakini Bwana hakuwemo katika ule upepo. Hiyo ilikuwa ni roho tu. Amen. Barikiwe sana. Hallelujah. Amen. Waramubwira ngo Elia we. Elia. So. Toka nje. Hagarara ku musozi. Simama kwa mlima. Musa akatoka. Alipotoka Elia sama. Kukakuja upepo mwingi. Ukavunja miamba. Nguvu. Haleluya. Amen. Hari bitare satani yubatse mutima wako. Kuna vitu shetani amejenga ndani ya moyo wako. Hari bitare satani yubatse mu rugo rwako. Kuna miamba shetani amejenga juu ya maisha yako. Hata kwa kanisa lako kuna. Vinahitaji kuvunjwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Rimwe na rimwe. Hari byo tuzaturwana nazo tudashoboye. Kuna wakati tunapigana nazo na hatuwezi.
bisaba ko dusenga Imana. Inatuomba kuomba Mungu. Imana ikoreza umwuka nk'umuyaga. Mungu atume roho kama upepo, kama nguvu. Zivunja vunje. Mugabo niba ari bibase mu rutare. Mzee kama amejengwa juu ya mwamba. Mara nyingine kumwambia mambo mengi. Usifanye hivyo. Wewe unaambia Mungu. Siku Mungu alituma upepo kwa alama Roho Mtakatifu. Itavunja ile miamba yote. Alafu mzee awe huru. Ile fitina alikuwa nayo ishe. Awe mtumishi wa Mungu mzuri. Amen. Tabitare biri iwanyu. Hakuna miamba kwenu. Tabitare biri mu mutima wako. Hakuna mwamba moyoni mwako. Bitare n'ubujubuzi mutabirimo. Hakuna miamba ndani yako. Tabiriho. Hakuna ile uko nayo. Biba bihari. Ama viko. Birasaba umwuka wera. Inahitaji Roho Mtakatifu. Baraka. Kama nguvu. Zifasha kuimenagura. Ili ivunja vunje. Katika jina la Yesu. Hiyo miamba. Biri mu mutima wako. Iko moyoni mwako. Bibenagurike mu izina rya Yesu. Ivunjika katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe. Amen. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Milele na milele. Hallelujah. Hallelujah. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko. Nakaumo ninastari ni Elisa na wine. Nakambali ya uzalimu hati ya dhambi hukumu. Na kwa imani nikisimama adui watakimbia. Nayo mawazo ya kisatu hayatapata nafasi humo. Nakaumo ninastari ni Elisa na wine. Zako zikatuma kabiri no mu gice cya kabiri. Matendo ya Mitume 2. Bado tuko kwa hilo neno, roho kama upepo utoa nguvu. Chakora muzahabwa imbaraga. Mtapewa nguvu. Mwuka wera n'ababanukira. Roho Mtakatifu akiwajilia. Kabiri na kabiri zakozwe ntumwa papa. 2 Matendo ya Mitume. Kabiri. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Ghafla sauti kama mvuma mkubwa. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Na upepo mkali uliotoka mbinguni. Ukwira mu nzu bari bicaye. Ukura mu nzu y'abarimo. Ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Hallelujah. Amen. Uzana umuriri mwinshi cyane. Sauti kubwa sana. Usura mu nzu y'abarimo. Ikajaa kwa hiyo nyumba. Abari barimo. Wale walikuwa ndani. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uvukundu narinta ya makuru ya mugabo sinarangije mu Afrika y'Epfo. Habari za ule mzee wa Afrika Kusini sikumalizia. No wa mugabo maze kwica se. Sasa alipoua baba ya huyu kijana. Na ngo yari umwana muto amuca amaboko yomba mutema amaboko yomba. Na alikuwa kijana mdogo akamkata mikono yote mbili. Bamara kumukora ubwo bugome. Baada ya kumfanyia unyama huo. Aragenda aratura. Akaenda akaishi. Ariko ya mwana Imana yaje kumugira neza raki. Lakini Mungu alikuja kumtendea vyema akaokoka. Yubaka ikigo chifu. Akajenga kituo cha mayatima. Abashirango beshi. Akaweka wengi pale. Wa mugabo wishe se. Yule mume aliyeua babake naye akakufa. Amaze gufa. Baada ya kufa ngo urugo rwe rumerwa nabi cyane. Familia yake ikateseka sana. Wa muhungu amenya kuko wa mugabo inshuti yase. Yule kijana akajua kwamba yule rafiki wa babake yafuye na bana baberwa nabi. Alikufa watoto wakakuwa na shida. Waragenda nabwe ngo nibabaza bamuzana wao. Akaenda akasema mletea watoto. Waramuzana. Wakaleta watoto. Wale kubazana nabakira. Akawaleta. Ngo bari kubakira abashira mu kigo cy'imvuzi. Akawakaribisha na kuweka kwa kituo cha mayatima. Akasema mwe mnakula mkunywe. Muryame mugure neza. Mlale msikie vizuri. Bari kubashiramo. Baada ya kuweka ndani. Yandika ya kumuryango. Akaandika pale mlango. Arabango nishewe. Akasema mimi ngo ndihoreye ku mwanzi wa papa. Nimejilipishia kisasi kwa adui. Kizazi kwa adui wa baba yangu. Nihoreye. Nimejilipizia kisasi. Kisasi nihoreye. Nimejilipizia kisasi. Uranguzo nizo mbaraga se niziweza usaza. Utekeze umuntu wishe so. Unafikiria mtu aliyeua babako akakukata mikono? Wamara ukafasha abana be ngo niko kugihorera umwana. Alafu unasaidia watoto wake, hiyo ndio kujilipizia kisasi. Akiri cyo bikora. Hakuna kingine unaweza fanya. Ila nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Imani simara bishaka. Tumpe Bwana utukufu. Tukivyo Yesu Kristo.
Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Waweza tu maneno na uzima nibadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Haleluya. Haleluya. Mungu wa milele. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Mtajongundi yante kipindi. Mtu juzi amenipatia story. Arambira ngo ni mwene wacu. Kaniambia ni ndugu yangu. Kunda kubivuga cyane. Penda kusema sana. Arambira ngo no kuimese. Kaniambia sasa vile mambo yalivyo. Wao ukomeza gukora amafuta y'abandi ngo ntabwo ari vizisi. Kuendelea kufanya kazi katika upako wa mwingine si vizuri. Kampani nguhano. Sasa hapa nina kampuni. Kandi ngo bokugirira neza. Naweza kufanyia vizuri. None wewe tangira kanisa. Sasa wewe anzisha kanisa. Tuzoguhemba $500. Tutakulipa $500. Kumbira amafaranga zo muhemba kandi aramwemere. Kaniambia kuniambia pesa. Atanilipa na sijamkubali kazi. Takubaia gari na mengine mazuri yote. Ureke kumokora mafuta y'abandi. Sasa acha kufanya kazi chini ya upako wa mwingine. Ariko abapepo umva kundoka daimoni zisanga kari Lucifer. Hivyo ndivyo pepo kuja kama Lucifer. Lucifer. Hivyo Lucifer. Kifaranga numa numva kumunyenga. Anibembeleze kwa pesa. Alafu zile kondoo nimebeba za assembly nizitupe kwa sababu ya pesa. Lakini Mungu asifiwe. Pesa hazina mamlaka juu yangu. Hazina nguvu juu yangu. Amen. Nikasema sawa, nitafikiria. Asubuhi nikampigia. Ndugu zangu ni wengi kweli. Wale wako hapa, wale wako Burundi, na kuna wengine mahali pengine. Sasa uende uwapatie, lakini mimi ati akasema ni wewe nilikuwa nimefikiria. Nikasema mimi haitawezekana. Haitawezekana. None utekereje ko omunsi sinzi kuntu nabitekereje umwe mu batuvukana nabimenye. Nilifikiria mmoja ndugu zangu akajua habari hiyo. Kisha akakuja kwangu. Kaniambia wewe unafikirianga vizuri, lakini unafikirianga vizuri wewe. Ukose ushatse kuvuga. Sasa unataka kusema nini? Avuga. Akasema mambo mengi. Nikanyamaza nikamwacha. Usiku nimeyasema kwangu. Ndabwira ngo mwana wa mama. Nikwambia mwana ndugu yangu. Tusangibe. Tumenyonya titi moja, tuna damu moja. Umuhamagara. Lakini wito tusange ni tofauti sana. Kweli. Amaraso turayasanga. Damu tunachangia ndio. Tumenyonya titi moja. Hapo tutakutania pale, tutasaidiana. Lakini kwa wito. Siku Mungu ameniita. Kabingo. Nikiwa huko milimani. 89. Mwezi wa 12. Kuri Noe. Ilikuwa wakati wa Christmas. Jangwani huko kwa maombi. Hatukuwa pamoja na wewe. Ilikuwa peke yangu kwa shamba. Nilikuwa nimeenda huko kwa maombi peke yangu. Shambani alikuwa mdogo sana. Nilikuwa naogopa hata mawe kianguka. Majani yaamini. Saa 8 za usiku nguvu zikashuka. Nikajazwa nguvu. Sitawahi sahau hata kidogo. Ndio. Na siku hiyo neema rigasha aliponiokoa Yesu. Azuini wae. Asema hiyo siku hatukuwa pamoja nawe. Nilikuwa peke yangu shambani. Tuchangie mengine yote sasa. Lakini kwa wito. Kaa kando. Kaa kando. Uko Imana kumva abantu bakamagara hane niyinga. Unasikia watu Jumapili. Imana simu. Mungu asifiwe. Unabonye Imana. Nimeona Mungu. Mfuko wari wa mfuko kera ngo wari washize. Mfuko w'ifu wari washize. Ilikuwa nimeishiwa. Ngo tumare ngo mbona ngo ugende kujisoke. Nilipotoka tu nikakutana na Mungu. Imana yawe nikaunga. Mungu wako ni unga kweli. Alikiyo Imana zaka unga. Lakini huyu Mungu wa unga tu. Ngo nukuri ngo nari ntegereje mfiza ngo byari zaragize gute. Hakika nilikuwa na ngoja visa nilikuwa nimekosa. Ngweko nahuye n'Imana. Lakini nikakutana na Mungu. Nikasikia simu amenipigia. Wewe utoje gusinyira flight. Kesho ukuje usaini unaenda ng'ambo. Ese flight nibura untuzoyireka. Je, ukikosa hiyo visa ama hiyo unga. Ukimanaga yacu. Mungu wetu. Igihe kimwe tuzayikurikira tunezerewe. Wakati mwingine kindi kitu tukayikurikira tubabaye. Tunamfuata tukiwa na huzuni, wakati mwingine tukiwa na furaha. Mlima wa kutii Mungu
huwa wakati mmoja tukiupanda na machozi. Kweli. Na urudilie tena. Wakati mmoja mlima wa kumheshimu Mungu, mlima wa kumtii Mungu, kila wakati huwa mara moja huwa tunaupanda tukilia, tukitoa machozi. Lakini tunaendelea kumpenda na kumtumikia. Amen. Kweli. Ni maana yawe alikihunezere. Ni maana yawe alige wabonye. Kama Mungu wako ni wakati tuko na unga kwa nyumba. Wakati utakosa unga, hautakuwa na Mungu huyo basi. Refi. Haleluya. Amen. Atukuze Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Haleluya. Tukura. Hata tulale njaa. Haleluya. Tutokwamba. Hata tusivae. Haleluya. Visa zitokwa. Hata tusipate visa. Haleluya. Imza tutekeza bitogena neza. Hata mambo yasiwe vile tunataka. Tutaamini tu. Ukimana. Mungu irenze kaunga. Ni zaidi ya unga. Irenze visa. Ni zaidi ya visa Mungu. Ni zaidi ya hayo yote. Nibikunda. Nibishaka. Ikitaka. Izobiduka. Atatupatia haya. Tumtukuze. Nibitaduka. Kama basi kuja haraka tutamtukuza tu. Hallelujah. Hallelujah. Kula gira ngo kuwa ni modoka muri iki gihugu. Unafikiria kupata gari kwa nchi hii? Unafikiria ni rahisi? Naje boneza genda no kundi mugenda ba motare hangaka genda. Nami nikuwe natembea na gari yangu. Dola 500 kwa mwezi. 65,000 Kenya shillings. Kwa sasa ni 65,000 za Kenya. Ukayabona ku kwezi. Unayapata kila mwezi. Kurango ni gobirorosha. Unafikiria ni rahisi? Ariko kubera ku kwinzira zaje. Lakini maana Yesu sinaanza mafaranga. Sinaanza mafaranga. Sijakataa pesa. Nanzi zira zaje. Nimekataa njia ambayo imekuja nayo ya kunitenganisha na Mungu. Chogese kuruma kunaza musenezere wese. Wakati unafikiria nitakuwa nafurahia. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao ni wa maisha ya chini kweli. Kwa watu ambao hawana pesa mimi ni miongoni mwao. Sijakuja kuomba pesa lakini mimi ni miongoni mwa watu maskini. Lakini hainihuzunishi. Sijalala bila usingizi. Sijakosa usingizi, mambo yatakuwa. Nashika lile neno. Kuna ndugu nimeambia juzi amenipigia simu siku neno nimebariki. Tangu 29 mwaka 2009. Zavuga nihuseka ngenda turamwe. Yo nanezerewe no kozamera. Kamema kuzanga. Wakati nimefurahia sana hivi ndivyo huwa anaongea. Kwa haraka sana inanishinda kutafsiri. Nitavumilia hivyo tu, msikie yale mnasikia. Mwaka wa 2009. Nasomye urwandiko rw'Abaroma. Nilisoma waraka wa Warumi. Dusoma inshuro zirenze 10. Zaidi ya mara 10. Nageze ndusoma nkaruhuruka ngarusoma. Nilikuwa nasoma namaliza narudia nasoma. Ngongere ku inshuro ya kira gatandatu imere gatanu. Nilipofika mara kama 15. Wavuga igice cy'umunani murongo 31. 8:31. Na 32. 34. Hazavuga ngo inasema hivi. Witarimanya umwana wayikunda Yesu Kristo. Yule hakumnyiu na maana mtoto wake Yesu Kristo. Akamtoa kwa ajili yetu. Atakosaje kutupatia na mengine yote? Kama Mungu amemwachilia Yesu. Hakuna kingine chenye dhamani. Hakuna gari yenye dhamani. Hakuna nyumba yenye dhamani. Hakuna dhahabu yenye dhamani. Hakuna nguo ya dhamani. Hakuna mke wa dhamani zaidi ya Yesu. Lakini kama Mungu alimpeana Yesu, akampeana kwa ajili yangu, ataninyima nini? Riba muri jewe. Riba mu bugingo bwangu. Ikakuwa kwa nafsi yangu. Ikiwa mazito kwangu, huwa anaambia Mungu, Mungu, wewe ulinipatia Yesu, huwezi ninyima kingine. Kweli. Yaguhaye Yesu ni kikine okwiba. Aliyekupatia Yesu atakunyima nini kingine? Kubimenya nibwo buzima. Kujua hayo ndio uzima. Kubimenya nibwo buzima. Kujua hayo ndio uzima. Nisama nina amani isiyokoma. Wewe nawe mimi ni wake naye ni wangu. Ananijua nami namjua. Kujua hayo ndio uzima wangu. Nina amani sio isha. Haleluya. Haleluya. Asifiwe Yesu.
Yesu alisema hivi, uzima ndio huu Baba, ni kujua kwamba ni wewe Bwana, nami wajue Mungu wangu. Yeye ndiye shati, hiyo ndio trouser. Kujua ndio dress, ndio visa. Kujua hivi. Ukijua Yesu na uishi naye, visa ambazo tunapigana nazo kila siku wakikupatia hii. Juzi kuna mtu alisema hakuna nchi ataomba visa wa mnyime. Tunahitaji kujua Yesu. Tunahitaji kupokea roho wa Mungu kama upepo wa nguvu, ziweze kuvunja vunja, zibomoe, zivunja vunje. Amen. Hallelujah. 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 Atukuza Mungu milele. Amen, amen. Ahimidiwe Bwana. Ashangiliwe Bwana. Atukuza wewe. Atukuza Kristo. Atukuza Baba wewe. Asifiwe Baba. Tegera atukuza Mungu. Atukuza Yesu. Aibaza Yesu. Hallelujah. Aibaza Yesu. Hallelujah. Asifu mwami wa Baba. Amen. Asifu Yesu. Ainuliwe Atukuza Mungu. Ainuliwe. Hallelujah. Amen. Amen. Kalili Bwana. Ini wa dobe la gloire. Nyega wambaraga sungasho. Mwizina rya Yesu. 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 Furwaho. Mwizina rya Yesu. Vanwaho mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye haya yote, bado nitaamini. Musamwibasiki Bwana sifiwe sana. Huwa mnafikiria nini? Mwibazo mutatangira agatangira umuriro. Mtu akianza na moto, akiwa na moto mingi, anasema huyo amevuma kwa sasa. Vile miaka inasonga anaenda akizimazima, anazima polepole, kisha anaisha kabisa. Anakuwa kama ile story Kristo alisema, moyo umekatika, moyo umefariki, moyo wa kuzimia. Alifika mahali hapo Mkristo, moyo wa kuzimia zimia, mahali moyo unazimia zimia. Haleluya haleluya, ukamwona ngo yafashwe. Haleluya haleluya haleluya, mutanze kitenge. Anasema haleluya, nimetoa hii, nimetoa hii. Mimi singaye basagara bari bakwitabo chikanisa. Tayari kwa kutanga ichacu. Siku ngapi hata waangalie kwa kanisa wanakuta hata fungu la 10 hato. Yaramute. Tumuhwere. Kasababisha moyo ukakatika. Anajifanya. Unajua kwa nini? Mtu huyo hakuangi na roho ndani yake. Moto ukiwa ndani yako inawaka tu. Moto umewaka leo. Moto unawaka. Ndani ya Aaron. Iramge ngo Aaron we. Aaron. Ngumurira tukazime. Moto usizime. Ukagira gute? Usifanye nini? Kituma wasi. Mbona ukazima basi? Uko watangiye. Vile ulianza. Upeno unda kwa sura cha ufiti. Bado uko na huo moto. Imani ile kwa sura cha igira. Bado uko na ule ufunuo ulikuwa nao. Ulizimiwa. Tutubaye mwuka guhitinga. Hatuko katika roho ya kuvuma. Tutubaye mwuka kuba tuzuye imbaraga z'umuri. Ni katika roho ya kujaa nguvu za Mungu. Tuko kwenye nguvu tu. Kutoka kwa utukufu hadi mwingine. Nafunuliwa Yesu leo na kesho. Yesu anakuwa na sura tofauti. Yesu ni mwema jameni. Yesu ni mwema kweli. Yesu ni mwema jameni. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Haleluya. Inawezekana mtu afie. Lakini ukifa basi ufe kiwa mwenye haki. Mungu vile anatupenda. Tangu zamani. Alitufia tukiwa wenye dhambi. Nimefurahia sana hakika. Amen.
nikifurahia wokovu namna hii huwa nafurahia wokovu. Mimi ningalikuwa nani? Mimi yatima maskini. Maskini vile. Angekuwa aliokoa wenye nguvu, mimi ningalifikiwa lini? Lakini Yesu maana ni mwenye rehema nyingi. Haleluya. Mutunzi w'imbabazi. Lokria sikaria. Bende bwari yako. Kwa hata kuchukua kikapu changu niende nyumbani. Lakini maana mtaniita mwenda wazimu. Mimi sina dosi ya wenda wazimu. Acha nivumilie. Nivumilie. Nyinyi mnachezesha wokovu. Mungu akusaidie kwa kweli. Nyinyi mnachezesha wokovu. Na mnajua kile Yesu alitenda. Na unayachezesha wewe. Unayachanganya na mengine. Mungu akutendee wema. Lakini tangazo la kupatia. Yesu mwenye rehema na kupenda. Kwa kweli. Bila ulivyo Yesu anakupenda tu. Batunze amafaranga. Iwatunze imbabazi. Pastor anyungisha mbuliza. Mokete. Abandi batunze zahabu. Wengine wana dhahabu. Abazi batunze amafaranga. Wengine wako na pesa. Abandi batunze kanishiri. Wengine wako na ng'ombe. Atunze imbabazi. Atunze imbabazi. Lakini Yesu ana rehema. Bado anakupenda. Ndio maana unaenda unafanya makosa yote. Unaamka vizuri tu. Unakula unashiba. Unafanya makosa mengi. Lakini unazaa tu. Unafanya makosa. Alafu anakutendea wema tu. Si kingine. Ni maana amejaa rehema. Mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema. Mwingi wa rehema. Mwingi wa rehema. Umva ubuntu. Ijambo ubuntu. Neno neema. Neema. Rizwe na magambo gusa. Ina maneno haya. Icho bita ngo neema. Kile wanaita neema. Maneno mawili. Ni maneno mawili. Neno la kwanza. La kwanza. Ni upendo. Rya mbere ni urukundo. Neno la pili. Rya kabiri. Ni rehema. Ni mbabazi. Amen. Amen. Kwagiri ubuntu. Ukineemika. Ubwo muntu wavuka. Hiyo nasema neema. Urukundo Imana yadukunze. Ni upendo Mungu alitupenda. Ni mbabazi yaduhaye. Ni rehema alitupatia. Amen. Bila gharama. Amen. Utunzi w'imbabazi. Ni mwingi wa rehema. Kweli. Hallelujah. Hallelujah. Lili wasikari odega. Maramasa. Amua. Bakizongiza bikudiri kukereza. Hata hayo basi unafanya. Birakukereza gusabira. Inakuchelewesha tu. Tacho bizokumarira. Haitakusaidia kwa chochote. Kile kina faida. Ni kupokea Yesu. Umwami n'umukiza. Kama Bwana na mkombozi. Ya ulimwengu yatapita. Ibzisi yatapita tu. Lakini yeye ariko Yesu ampendaye na kumucha atadumu milele. Azabaho amwubaha bakagumana nawe azakomeza kubana nawe. Daudi yaravuze ngo Daudi alisema aravuga ngo ndi mwandishi wa Zaburi sisi kuri Daudi zaravuga ngo aravuga ngo abo ngabo ni mwandishi wa Zaburi sio kama ni Daudi akasema wataendelea kutakaswa. Ni Daudi ngo azakomeza kugira makaka kuwa na nguvu. Aravuga kuri Zaburi ya 15. Zaburi 15. Nani atasema patakatifu pa Bwana? Nani atasema patakatifu pa Bwana? Ni wale wanafanya nini? Ni wale wanafanya ya haki. Wanaenda wakikamilisha. Hanyuma ngo bakavugira ukuri. Alafu wanasema ukweli kama ilivyo moyoni mwao. Mwicho yarahiriye neza. Kile aliapa vizuri. Hata kimtendee vibaya. Kile aliapa hata kosa kukifanya. Bye. Zomekela. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. 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 Turashaka kujya mu mwuka nk'umuyaga. Bado tuko kwa roho kama upepo. Ngugira ibikorwa bigaragara. Anatenda kazi zinaonekana. Igiriki. Bikorwa bigaragara. Palpable. Ukoraho. Kitu ambacho unaweza guza. Mungu anaweza kuri ibigaragara. Roho anafanya vitu ambavyo vinaonekana. Tusome mjambo ry'Imana. Tusome kwa neno. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yohana 3:8. Yohana 3 mstari wa 8. 3:8 papa. Yohana 3:8. Umuyaga uhuha au ushaka. Umuyaga uzuhuha ushaka. Ukumva guhuha kwawo. Ukumva guhuha kwawo. Ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Umenya aho uva niyusha. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Uwa mnaona miti tu inaenda kulia kushoto.
ikabifata amazu ibisenge, wakati mwingine inabomoa hata manyumba, inatoa paa. Ubwo wonye umuyaga tugira gute tuboneka, upepo hauonekani, lakini kazi unafanya zinaonekana, ikagira gute kazi zake zinaonekana. Rimwe na rimwe ushakuwa kutabona kubona kumuka kurimo, mara zingine unaweza kuwa huoni roho yako ndani yako, lakini ukiona upendo uko nao, ama rehema unasamehe wengine, kuvumilia uko nayo, wema ambao unafanya inaonyesha kwamba roho yako ndani yako. Haleluya, amen. Bwana asifiwe sana, amen. Atukuzwe, amen. Haleluya, 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 haleluya. Amina, amen. Ali miterere myinshi cyane iranga abantu bakijwe n'umwuka wera w'Imana. Kuna mienendo mingi inaonyesha watu walipokea roho wa Mungu. Mterere wa mbere, ya kwanza, ngo bazabumva ijwi ry'Imana, huwa wanasikia sauti ya Mungu. Amajwi ni menshi, sauti ni nyingi, hari amajwi agera ku 12 azavuga. Kuna sauti kama 12 huwa wanasema. Kuna sauti ya Mungu, kuna ya shetani, kuna ya mapepo, ya mtu, ya hisia, kuna vitu mtu anapitia, kuna ya majaribu anapitia. Hizo zote ni sauti, lakini kujua kutenganisha sauti ya Mungu na zingine. Amen. Sauti ya Mungu inaleta ishara zake. Inaleta nini? Ishara. Ndio maana mimi siwezi kubali tu mtu ameniambia ameonyeshwa. Hapana. Ni nini imesema si shetani amesema? Unaweza patia mtu mayoneza kule ashibe, umpatie nyama nzuri ya kule ashibe, alafu akose kutabiri kile unataka. Atasema visa inakuja, mazuri yanakuja. Hakuna kitu Mungu amesema. Niliwachekesha juzi. Haleluya, amen. Nilichekesha watu na Kivale mahali nilikuwa. Tuliwahi pigiwa simu. Tulikuwa tumefika hapa Nairobi. Tuombe sana. Tuombe Mungu atimize ahadi zake. Nikasema sana tulikuwa Masaini na Bishop. Tukaomba na wengine wangapi? Tulikuwa na wengine sitasema ni kina nani. Mungu akaniambia mimi sikuwahi sema kitu. Sikuwahi sema kitu hata kimoja. Na ishara ya haya, ako na kovu hapa, ameumizwa na mtu. Muulize kama hana. Na kama ako nayo mjue kwamba hakuna ahadi. Tukamwita jioni, mama, hari ngofu ufite mu rubavu. Je, uko na kovu mbavuni? Bigeze gutema igisambu umugandura ngiye kutongola. Waliwaikata shamba mti ukanidunga. Ati no budayigira. Sasa niko na hiyo kovu. Aho. Imana yatuwe mu cyo kintu cyo kimenyetso, Imana ntigeze vugana nawe. Mungu ametupatia kama ishara kwamba yeye hakuwahi ongea na wewe. Hakuwahi ongea na wewe kitu chochote. Hizo ni habari zako tu ulizituambia. Ko barunaka n'abarunaka bampamaga yaho twebwe Imana tugiye kwanza turatuza. Imana yatugiye ngovu twayikomerese. Mungu ametuambia kuhusu hiyo kovu uko nao na si uko nao. Ana ametuambia uliumizwa na mti. Uhebure. Sasa hakuna kitu pale. Nawe waba wicaye ku masezerano ariko Imana itaravuze. Nawe labda umeketi kwa ahadi na Mungu hakusema neno. Lakini Mungu akisema huwa anatoa ishara zake ambazo zinaonekana. Gideon alisema kama ni umesema Bwana, kama ni umesema, kama wewe ndio umesema, hii ngozi nitaiweka chini, asubuhi kuwe imejaa maji, kando yake pawe pamekauka. Kama ni umesema, asubuhi akakuta iko hivyo, akasema nitajua vipi ni wewe. Sasa ngozi iwe imekauka, kando kuwe na umande, ikakuwa hivyo. Akasema hakika ni Mungu amesema. Hivyo wanakuambia omba wakuonyeshe ishara. Maana sauti 12 huwezi jua ya Mungu na yenye si ya Mungu. Kuna mtu nimeambilia pale ndani. Kuna yule amesikia. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Takane tukuze kuja kuja jambo turangize kujya nyuma. Cha 4 tumalizie pale. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. 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 Cha nyuma. Cha mwisho. Uzutanga ibikorwa. Unaleta matendo bibeshaho ambayo yanasababisha uishi. Bibeshaho. Matendo ambayo yanatuza. Ibzifuka. Yale anasema. Ibzusezeranye. Yale umeahidi. Ni bikorwa bibeshaho. Ni matendo ambayo utunza. Tusome jambo ry'Imana. Tusome neno la Bwana. Tusome jambo ry'Imana. Tusome neno.
Jambo ry'Imana. Tusome neno. Ezekieli 37 murongo w'icenda kuza kwa 9 hadi 10. Ezekieli, nabii Ezekieli 37 umurongo w'icenda kuza kwa 10. 37 mstari wa 9 hadi wa 14. Alafu turuke 14. Maze arambwira ati, ndipo aliniambia, hanurira umuyaga, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uko ni ku umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Amen. 14. Kandi nzabashiramo umwuka wanjye, mubone kubaho. Zabashira mu gihugu cyanyu bwite. Amen. 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 Roho anayefanya tuishi. Siku Mungu amemuumba Adamu, walileta matope pamoja wakajenga, wakaumba mtu. Baada ya kuumba mtu akakuwa mwili tu uko pale. Lakini Biblia inasema akampulizia pumzi ya uzima, akakuwa na joto, na mtu akapata maisha, uhai. Kaambia Ezekieli, Israeli yagereranywa yari imaze kufa mu buryo bw'umwuka. Israeli ilikuwa imekufa kiroho. Yaza hanura hejuru guhemburwa. Alikuwa na tabiri kuhusu kufufuliwa kwa Israeli. Irambwira ngo Ezekieli we. Kaambia Ezekieli, reba. Tazama. Reba. Tazama. Esari ya magufwa. Ile mifupa yari mu kibaya. Ilikuwa kwa mahali wapi? Ezekieli aravuga ngo niwe bizima. Ezekieli akasema ndio unajua. Imana arahanura bwa mbere. Katabiri mara ya kwanza. Fupa ikakuja karibu na mfupa mwingine. Mkono ukakuja karibu na mkono mwingine. Kila mfupa ukajiunga na mwingine. Bonde lote. Haleluya. Amen. Limaze kuba mirambo. Ilipokuwa mili pale. Ngo arambwira ngo ngawe hanura. Akasema sawa, tabiri. Utabirie pande zote. Upepo uvume. Ezekieli akatabiri. Pumzi ikakuja, kaingia kwa ile mili. Kila mtu akasimama kwa miguu yake. Hata sasa tuna mizoga mingi inahitaji kutabiriwa, maana kuna kifo mara mbili, hata ni tatu. Kuna kifo ya mwili, uzima kuachana na mwili, nafsi inaachana na mwili. Kifo ya pili, kukufa kiroho. Ya tatu, kifo ya milele. Haleluya. Amen. Kifo ya kiroho ni wakati mtu aombe, ni wakati atii Mungu, ni wakati ameachana na Mungu, ni wakati hizo minyama yote, wanyama wameingia ndani ya mtu. Mnakumbuka ile picha ya moyo wa mtu? Kulikuwa na wanyama wengi ndani ya moyo huyo. Zile ndege za Uganda. Zinakuanga na maringo sana. Wakati huo mtu amekufa. Lakini mtu akiwa hai, upendo unakuja, uvumilivu unakuja, amani inakuja. Inakuja. Iyo mtu yakirimuka nk'umuyaga. Ukipokea roho kama upepo, azayongera mtu tena anaongeza kupokea uhai. Haleluya. Amen. Amen. Tulikutana na shemazi siku nyingine. Shemazi moja ambaye ukiatisha Wakristo kanisani anaandaa meza ya Bwana. Deacon wa kweli. Alafu nikamkuta mahali bila alikuwa amevaa tu, hakiwezi mtenganisha na mtu ametoka kwa baa. Cha pili, maneno alikuwa anasema uwezi mtenganisha na watenda dhambi. Wale walikuwa pamoja tatatu.
Nilipata bahati mbaya. Wiki iliyofuata nikaenda kushiriki kwao. Nikakutana naye pale anaketisha watu mlangoni. Sijahukumia mtu mimi. Lakini kuna neno Paulo ameambiwa Wakolosai. Kuambia mwende vile inafaa kama watoto wa ufalme. Mtembee vile inafaa kama watoto wa ufalme. Mpendeze kwa mambo yote. Mkizaa mazao ya matendo mema yote. Lakini wengine bila wanatembea. Bila Wakristo wanatembea. Bila wanaongea. Kuna vile huwa anaongea. Siku hizi kuna lugha wanatumia. Ati Ukristo ni moyoni. Ukristo ni kwa moyo. Yule mzee ameaga Rwanda Mzisi. Walimuuliza mzee. Msichana wa sura nzuri na mtu wa moyo nzuri, mtu anaweza oa mgani? Mzisi akasema wewe wewe umeifika ndani ya moyo wa mtu. Upumbavu tu. Uliwaifika ndani ya moyo wa mtu wewe. Nyuma ambapo unaona. Angalia nyuma, lakini ndani ya moyo hakuna anayejua. Kuna mtu ameingia ndani ya moyo wako. Tujue vile iko. Ni hapa nje huwa tunaona. Maana Biblia inasema yaliyonjaa moyoni inaonekana nje kwa kinywa. Lakini roho utazama ndani. Nilikuwa na fitina enyi wa Kristo. Siku nimerushia kijana moja mawe. Ubona nakumbuka hayo. Alinipiga nikamwambia kama sitakurushia mawe wewe, basi babako alizaa kuliko babangu. Nilikuwa na miaka 15 naye alikuwa ni mzee. Shule yote ilikuwa imejaa watu. Nikachukua mawe. Nikaanza kurusha mawe. Primary yote nilikuwa nabeba. Nilikuwa napiga watu tu kuwapiga. Mtu amewahi kunipiga akiwa na nguvu kuniliko. Alikuwa ananipiga akiwa amenikalia, lakini nasema sitakulilia na nitakulipa tu. Siku moja nikamgoja akitoka shule. Nilipoona anakuja, kamrushia mkuki. Nikapitia kwao, nikaketi na wazazi. Nikasema yule ambaye mwanaume anikaribie. Nilikuwa na miaka 14, nikakosa mtu akuja kupigana nami. Lakini siku hizi yote iliisha. Sijui ilienda wapi. Lakini Yesu alifika ndani yangu. Umuriro, Mwuka Wera ngumuriro warabitwitse. Siku hizi niliambia watu yule anataka kunijaribu aseme mahali anitukane alafu asikie kama nitamjibu. Sijui fitina ilienda wapi, lakini najua ni Yesu alitenda. Ni Roho anasababisha tuishi. Ni Roho anafanya tuishi, analeta uzima ndani yetu. Neno la mwisho nimalize. Ilikuwa zimebaki 4 lakini seme roho. Kama huwa. Roho kama huwa. Haleluya. Amen. Ndasema maneno mangapi kwa upesi sana? Neno la kwanza ni ndege. Usafi. Ndege yenye usafi. Iyo ugiye kuyorora, ukitaka kufuga huwa unatafutanga mahali unaweka kwa nyumba. Unaweka maji ndani. Zikirudi zinafanya nini? Huwa zinaoga. Inapenda usafi sana jiwa. Kwa Mkristo aliyepokea Roho Mtakatifu kama huwa anakuanga na usafi. Hakuna roho ya uzini ndani yake. Hakuna roho ya mgawanyiko ndani yake. Ana usafi.
Asante. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mbavu utagira kintu utinya. Kwa nini siku hizi uogopi chochote? Turakira umwuka nk'intu. Hujapokea roho kama huo. Cha pili. Ngo niyo nyoni yonyine zayubahiriza ndoa. Ndio ndege uheshimu ndoa. Bizabivuka ari bibiri. Zinazalianga zikiwa mbili. Mke na mume. Byamara bizabara kura bigashakana. Na zinaoana hivyo. Kimwe muri cyo gipfuye. Mmoja wake akikufa. Tekereza ikindi kizofusha. Inangoja ingine ifiwe. Kibura. Akikosa wa kufiwa. Kitazeeka kama akijakutana na mwingine. Mwandishi wangu ya magambo. Mwandishi ameniambia maneno haya. Nimeshangaa. Yarambwe ngo abakristo b'imperuka. Anajua Kristo siku hizi. Ngo bamkurushwa kubahiriza ndoa. Wanashindwa kuheshimu ndoa. Ni nyoni. Na ndege. Wewe unambo nikomeye. Umesikia neno hilo? Tungaryumvise. Ndarisubira. Tarudia. Ngo abakristo b'imperuka. Wakristo wa siku hizi za mwisho. Ngo bamkurirwa kubahiriza ndoa. Wanashindwa kuheshimu ndoa. Bakarutwa n'ingeni. Wanashindwa na ndege. Ndege. Arambwira ngo akaniambia hivi. Yavuze nyoni kitu byinshi bizazikora. Ndege vitu mingi ufanya. Tuza ngubashaka mu gitondo ziswigiye. Tunasikia asubuhi zikiamka zinaimba imba. Ngo zazizindwa n'ibintu bibiri. Huwa zinaamshwa na vitu mbili mapema. Cha kwanza. Ngo zazizindwa zishima Imana kuko yazina muke. Zinaamka kushukuru Mungu maana ameziamsha. Cha kabiri. Cha pili. Ngo zibazaziseka abantu. Huwa zinachekelea watu. Bananiwe kuzuka ngo bashime. Wameshindwa kuamka washukuru Mungu. Zazizindwa kuduseka. Zinaamkanga kutuchekelea. Kuna wengi ndege uchekelea asubuhi. Ndabesha. Nimedanganya. Ndasubiramo. Tarudia. Kweli. Zadusetse. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama msuka mu gitondo pesa kikapo bana muje kwishuri. Inaamka asubuhi. Hajui kushukuru mtu. Lakini ndege zikiamka asubuhi zinafanya vitu vingi. Kwanza ni kushukuru Mungu ameziamsha asubuhi. Cha pili zinachekelea watu. Wewe turi inyoni tuhimbaza. Namwe mureke guhimbaza. Kandi tugira umwihariko wacu. Daudi yaravuze ngo iyo ndebye ijuru n'inyenyeri n'ukwezi. Daudi alisema nikitazama mbingu na nyota na mwezi. Ngwese umuntu nikikumwibuka. Mtu ni nani umkumbuke kweli? Ngo washatse kumugira nk'Imana. Ulitaka kumfanya kama Mungu ikakosa kidogo tu. Lakini mtu anashindwa kushukuru Mungu. Ndege kumchekelea. Hata leo zimechekelea watu wengi. Kuna wengi zimechekelea leo asubuhi. Ukisikia asubuhi ziko kwako na hujashukuru Mungu, amka piga magoti shukuru Mungu. Kweli. Hallelujah. Hallelujah. Tatu. Igira akoya kano. Wakati manyoya kama mkwa. Ile manyoya yake inakuanga hapa kwa mabega. Bazaba kitagona akayonga makwapa. Kwa makwapa ya huwa. Kabamwo na kayoka. Bazigira je bitagona iyo bagashikuye. Wakingoa hiyo manyoya. Wogashikurira hano mwiki. Ukikangolea hapa mwiki. Ndio ijana Busia. Hata uipeleke Busia. Sio ngikagaruka. Lazima itarudi. Irudi mahali pale. Pale ulingolea manyoya. Kumaanisha hivi. Mkristo alifika msalabani. Hawezi toka pale. Hata kuwe na shida. Inampeleka mbali. Huwa anarudi haraka sana msalabani. Anarudi kwa msalaba. Kwa nini uko kwa msalaba? Bado uko nako kanyoya. Nimehubiri mkapotelea mahali. I'm sorry for that. Samahani sana. Hallelujah. Amen. Ariko ni lazima nimutumikie. Ishano kurije nintababwira ukuri. Si bafite abayirinde. Ishano kurije nintababwira ukuri. Umunsi w'amateka Imana yabimbaza gatsindwa ndavuga ukuri ngunda nguce ndavuga ukuri Injili si biashara. Injili si biashara. Injili si biashara ndio. Neno lileta uzima kwa wale ambao wanaopotea. Ni jambo rizana ubugingo kubari kurimbuka. Ubuzima. Sinaje gushaka ifaranga. Sijakuja kutafuta pesa hapa. Naje kubwira ngo. Nimekuja kukwambia hivi. Nawe. Ja kumusaraba ucibwa kukayo. Enda msalabani ungolewe hiyo unyoya. Uzahuguma. Utakaa pale pale. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Chakara muzahabwe baraka. Tapewa nguvu. Mukawera ni yabamanukira. Roho Mtakatifu akiwajilia. Hadi muzabaga bakumpamya. Na mtakuwa mashahidi wa kunishuhudia.
kusaidie kwakira umwuka nk'amazi, kupokea roho kama maji. Pentekoste gufashe, Pentekoste kusaidie kwakira umwuka nk'umuriro, kupokea roho kama moto. Pentekoste gufashe, Pentekoste kusaidie kwakira umwuka nk'umuyaga, kupokea roho kama upepo. Pentekoste gufashe, Pentekoste kusaidie kwakira umwuka, kupokea roho kinuma kama huwa gubwitonzi, mtu mwenye utulivu. Haleluya. Kindi kiranga chaka Kingine cha 4 ngo ni nyoni gira ubwitonzi cyane, ni ndege mwenye utulivu mwingi, ana utulivu mwingi. Yewe umukristo, Je, Mkristo hamusanga mu rugo azatongana, unakuta nyumbani anazozana na mke wake, kelele tu. Tinya abantu batatu mbuzima za urambivuga cyane, watu watatu naogopa kwa maisha. Tubanye nk'abantu bavutse n'umuntu. Ikintu umuntu w'indyarya, naogopa mtu mnafiki. Indyarya amagambo 12 ayiranga. Mnafiki ana maneno 12 kumuhusu. Igihe cyose ngo yikubwiye asichire kubwiye a, kila wakati akisema a hajamaanisha a, kugira b, amemaanisha b. Tigira inshuti horaho, hana rafiki wa tigira milele, umwanzi uhoraho, hana adui wa milele. uwo bari kumwe mwanya ni inshuti, yule kwa pamoja ni rafiki, watandukanye n'umwanzi, wakiachana na kuwa adui. Cha tatu kiyiranga kuhusu mnafiki. Amen. Haleluya. Amen. Igihe cyose ngo arangwa n'umutima w'ubwibone, wakati wote ana majivuno. agira umwuka wiki, ana moyo wa nini? Majivuno. Iyo ngubonye w'indyarya, naogopa mnafiki. Nikikuona uko na unafiki. Twabanye kera kuva ku ruguru. Ejo bundi bushize niho namubonyeho uburyarya. Juzi niliona mtu tuliishi naye ako na unafiki. Nabambwira ngo yewe nkubonyeho uburyarya. Kanaambia nimekuona na unafiki. Tubanye ngine kabaje mu nkambi. Siku hizi tunaishi kama tu anaishi pamoja kambini. Uburyarya ni unafiki ni mbaya. Mtu yokuga ngo ndakwaza. Mtu anaweza kuambia nakuchukia. Ni sawa. Ndagukunze ni sawa. Nakupenda ni sawa. Ni sawa kabisa. Lakini mnafiki akuonyesha anakupenda, akuonyesha anakuchukia, akwambii ukweli, akwambii uongo. Basi vitu vyote anakufanya tu, anajifanya mko pamoja. Akwambii udhaifu wako, anakwambia tu mazuri yako. Hawezi kuambia udhaifu wako mnafiki. Huwa anakwambia tu uzuri wako. Anasema ni wewe tu. Lakini akitoka pale anakutukana na kulaani. Wanafiki. Kuna mtu nimeambia, pokea Roho Mtakatifu kama huwa atakupatia utulivu. Hii Pentekoste iwe ya dhamani kwako. Wende urudi kwako. Urudi kwako. Uingie ndani ya moyo wako. Ulize Roho Mtakatifu. Uko huku kama maji. Uko huku kama moto. Uko hapa kama upepo. Uko hapa kama huwa. Uko hapa kama mafuta. Ako kama mvua ama umande. Hiyo roho yako ndani yangu. Kama hayuko ndani yako, Biblia inasema hivi. Nani amekosa? Aombe Mungu. Ni yeye anapeana. Kama huna, omba Mungu, mwambie Mungu nipe roho wako. Neno la Mungu lidumu. Barikiwe sana.